Karibu Jam TV Tanzania. Hapa unapata hadithi za kusisimua, mapenzi na burudani zisizo na mwisho. Usisahau like video ikiwa unafurahia, share na marafiki wako ili nao pia wacheke au wasome hadithi zetu. Subscribe sasa ili usikose video mpya kila siku. Jam TV Tanzania, burudani kwa kila mtu kila wakati. Siri inayoanza usiku wa mvua kubwa. Gari jeusi la kifahari lilisimama mbele ya jumba kubwa la kifahari. Mlango ulifunguliwa, akashuka msichana mrembo mwenye umri wa miaka 23 aitwaye Amina. Alikuwa ametoka kijijini kuja jijini kutafuta maisha. Amina alipokelewa na mama mwenye ukali aitwa Bi Veronica wa mfanyabiashara tajiri Boss Daniel. Kuanzia leo wewe ndiye dada wa ukifanya makosa. Amina alinyamaza. Alijua amekuja kutafuta riziki, si mabishano. Siku zilizofuata, Amina alifanya kazi kwa bidii kuliko wafanyakazi wote waliowahi kupita pale. Daniel alianza kugundua kuwa Amina alikuwa mnyenyekevu, mwaminifu na mwenye moyo wa huruma. Siku moja Daniel alirudi nyumbani akiwa amechoka sana. Veronica alikuwa ameondoka kwenye sherehe za marafiki zake. Amina akamwandalia chakula na chai ya moto. Asante Amina, leo ndio mara ya kwanza narudi nyumbani nikakuta mtu anajali hali yangu, Daniel alisema kwa tabasamu la huzuni. Maneno hayo yalimgusa Amina, lakini alijikumbusha kuwa yeye ni mfanyakazi tu. Kadiri siku zilivyopita, ukaribu wao ukaongezeka. Walizungumza kuhusu maisha, ndoto na maumivu yao. Daniel akafichua kuwa ndoa yake ilikuwa imejaa ugomvi na baridi ya mapenzi, lakini hawakujua kuwa Veronica alikuwa ameweka kamera za siri ndani ya nyumba. Siku moja kamera zilimnasa Daniel akimshika mkono Amina pole, huku akisema, ningekutana na mwanamke kama wewe miaka iliyopita, maisha yangu yangekuwa tofauti. Veronica alipoona video hiyo, macho yake yakajaa hasira. Alitabasamu kwa hila na kusema, Amina, umechagua kupigana na mke wa boss, hutajua kilichokupata. Baada ya Veronica kuona video ile, moyo wake ulijaa hasira na wivu. Hakulala usiku mzima akiwaza jinsi ya kumfukuza Amina ndani ya nyumba yake. Asubuhi yake alimuita Amina jikoni. Amina, nimegundua kuna vitu vimepotea ndani ya nyumba hii. Najua wewe ndiye uliyekuwa karibu navyo. Amina alishtuka. Mama Veronica, siwezi kufanya kitu kama hicho. Mimi nimekuja kufanya kazi kwa uaminifu. Lakini Veronica tayari alikuwa ameandaa mpango. Alikuwa ameweka vitu vya thamani kwenye chumba cha Amina ili kumtia hatiani. Baada ya muda mfupi, Veronica aliingia chumbani kwa Amina akiwa na Daniel. Daniel, angalia mwenyewe. Vitu vyangu viko hapa. Daniel alimtazama Amina kwa mshangao. Amina, kwa nini umefanya hivi? Machozi yalimtoka Amina. Boss, na hapa sijui hivyo vitu vimefikaje hapa. Mungu wangu anajua ukweli. Daniel alibaki kimya. Kwa mara ya kwanza aliona maumivu kwenye macho ya Amina. Usiku huo Daniel alianza kuchunguza. Alikumbuka kuwa Amina alikuwa hajawahi kugusa hata kitu cha thamani ndani ya angalia kamera za usalama na kugundua siri kubwa. Alimwona Veronica akiingia chumba cha Amina akiwa amebeba sanduku dogo. Daniel aliumia sana. Kwa nini umefanya hivi? Veronica alikasirika. Kwa sababu mwanamke huyo anataka kuchukua nafasi yangu. Unaanza kumpenda kuliko mimi. Daniel alinyamaza. Maneno hayo yalimuumiza kwa sababu ndani ya moyo wake alijua kulikuwa na ukweli. Siku iliyofuata alimuita Amina. Amina, nimejua ukweli wote, samahani kwa kukutilia shaka. Amina alifuta machozi. Boss, sihitaji huruma yako, ninachotaka ni heshima. Maneno hayo yalimfanya Daniel anze kumwangalia Amina kwa macho tofauti. Lakini nyuma ya pazia, Veronica alikuwa na mpango mwingine mkubwa zaidi. Baada ya Daniel kugundua kuwa Amina hakuhusika na wizi, uhusiano ndani ya nyumba ulianza kubadilika. Daniel alianza kumheshimu zaidi Amina, lakini Amina alijaribu kuweka mipaka. Alijua wazi kuwa yeye ni mfanyakazi na Daniel ni bosi wake. Siku moja jioni, Daniel alimkuta Amina akiwa amekaa bustanini akilia. Amina, kwa nini unalia? Boss, wakati mwingine watu maskini tunapokuwa karibu na watu wenye uwezo, watu hutuhukumu kabla hata hawajatufahamu. Daniel alikaa kimya. Maneno hayo yalimgusa sana, lakini wakati huo huo Veronica alikuwa akiishi na siri nzito. Alikuwa ameficha ukweli kuhusu ndoa yake kwa miaka mingi. Mtu aliyekuwa akimsaidia kupanga njama dhidi ya Amina alikuwa Michael, rafiki wa zamani wa Veronica. Usiku mmoja, Daniel alisikia mazungumzo yao kwa siri. Veronica, umesahau tulichopanga? Daniel akigundua ukweli kuhusu wewe, kila kitu kitaanguka. Daniel alishtuka. Ukweli gani? Alijiuliza. Alianza kufuatilia na kugundua kuwa Veronica alikuwa amekuwa akimficha mambo mengi kuhusu biashara na maisha yake ya nyuma.
Wakati huo huo, Amina alipokea simu kutoka kijijini kuwa mama yake alikuwa mgonjwa. Aliomba ruhusa ya kwenda kumwona. Daniel alimsaidia kwa gharama za safari, lakini Amina alikataa pesa nyingi. Amina: nashukuru boss, lakini nataka kusaidiwa kwa heshima, si kununuliwa. Maneno hayo yalimfanya Daniel azivutiwe na tabia yake. Baada ya Amina kuondoka, Veronica aliona nafasi yake. Alimfuata Daniel na kusema, unadhani Amina ni malaika? Kuna kitu hukijui kuhusu yeye. Daniel alimtazama kwa mashaka. Veronica, nimechoka na uongo, niambie ukweli wote. Veronica alitabasamu siri. Basi itakuonyesha ambaye atabadilisha kila kitu. Kesho yake mtu mmoja alifika nyumbani kwa Daniel akiwa na bahasha kubwa mkononi. Ndani yake kulikuwa na picha za zamani za Amina na siri ambayo ingeweza kuvunja kila kitu. Bahasha ile ilianguka mezani mbele ya Daniel. Mikono yake ilitetemeka alipofungua na kuona picha za zamani. Katika picha hizo alimwona Amina akiwa na mwanaume mmoja aliyekuwa akimfahamu vizuri. Mwanaume huyo alikuwa marehemu ndugu yake mkubwa Richard. Daniel alishtuka. Hii ina maana gani? Kwa nini Amina alikuwa karibu na Richard? Veronica alitabasamu kwa ushindi. Nilikuambia kuna mambo humjui kuhusu huyo msichana. Anaingia kwenye maisha yetu akiwa na siri. Lakini Daniel hakuridhika. Alijua Veronica alikuwa amekuwa akisema uongo mara nyingi. Akamtafuta Amina mara moja. Amina aliporudi kutoka kijijini, Daniel alimwonyesha picha zile. Macho ya Amina yalijaa machozi. Amina, boss, nilijua siku moja ukweli huu utajulikana. Akakaa kimya. Richard alikuwa kaka yako aliyenisaidia nilipokuwa sina kitu. Alinilipia matibabu ya mama yangu na kunisaidia kusoma. Hakuna uhusiano mwingine wowote. Daniel alishusha pumzi. Amina, lakini kuna kitu ambacho sijawahi kukuambia. Amina akatoa barua ya zamani kutoka kwenye begi lake. Richard kabla hajafariki aliniambia jambo kuhusu Veronica. Daniel akaanza kusoma barua ile. Ndani yake kulikuwa na maneno. Daniel, kama unasoma barua hii, ujue kuna mtu karibu yako anayekuficha ukweli mkubwa kuhusu biashara yako na kifo changu. Daniel alishtuka. Kifo cha Richard hakikuwa ajali. Amina akatikisa kichwa polepole. Hakuna aliyewahi kuniambia ukweli. Wakati huo huo, Veronica alikuwa nje ya mlango akisikia kila kitu. Alijua siri yake ilikuwa karibu kufichuliwa. Akamwita Michael kwa simu kwa hofu. Mpango wetu umefeli, Daniel amepata barua ya Richard. Michael kajibu kwa sauti ya chini, basi tumalize kazi kabla hajajua kila kitu. Usiku huo, gari lilisimama nje ya nyumba ya Daniel. Mtu asiyejulikana alishuka akiwa na bahasha nyingine mkononi, lakini safari hii bahasha hiyo ilikuwa na ushahidi ambao ungeweza kubadilisha maisha ya Daniel, Amina na Veronica milele. Upepo mkali ulivuma huku Daniel akiwa amekaa sebuleni akisoma barua ya Richard mara kwa mara. Maneno yale yalikuwa yakimtesa moyoni. Daniel, usimwamini kila mtu anayekuita rafiki. Kuna mtu anayekutumia kwa ajili ya mali yako. Ghafla mlango uligongwa. Daniel alifungua na kumkuta mwanaume mmoja mwenye sura ya huzuni akiwa ameshika bahasha. Samahani kwa kufika usiku huu. Naitwa Samuel, nilikuwa mfanyakazi wa Richard. Daniel alishangaa. Richard alikuwa na mfanyakazi mwingine? Samuel akampa bahasha. Hii ni kumbukumbu ya mwisho aliyoacha kabla hajafariki. Daniel alipofungua alikuta nyaraka za biashara na ujumbe uliothibitisha kuwa kuna mtu alikitoa pesa kwenye kampuni kwa siri. Jina lililoonekana kwenye nyaraka hizo lilimfanya Daniel kupigwa na butwa. Veronica. Wakati huo huo, Veronica alikuwa chumbani akipanga kutoroka. Alijua ukweli ulikuwa karibu kumfikia, lakini kabla hajaondoka, Daniel aliingia. Kwa nini Veronica? Veronica alikaa kimya. Ulinidanganya kwa miaka yote. Ulihusika na matatizo ya Richard. Macho ya Veronica yakaanza kutoa machozi. Sikutaka mambo yafike hapa. Nilifanya hivyo kwa sababu nilikuwa naogopa kumpoteza kila kitu. Daniel aliumia. Uliharibu maisha ya watu kwa tamaa ya mali. Wakati huo Amina alikuwa amesimama mlangoni akisikia kila kitu. Alimwangalia Veronica kwa huzuni. Nilidhani unanichukia kwa sababu mimi ni dada wa kazi, kumbe ulikuwa unaficha makosa yako. Veronica alishindwa kujibu, lakini ghafla simu ya Michael iliingia. Veronica alipoipokea uso wake ulibadilika. Usimwambie Daniel kila kitu. Kuna siri kubwa zaidi kuhusu Amina ambayo bado hajui. Daniel na Amina walitazamana kwa mshangao. Siri gani tena? Michael alikata simu. Sasa kila mtu alitaka kujua ukweli wa mwisho.
Episode inayofuata itakuwa ya kusisimua zaidi, yenye drama kali, siri mpya na matukio ambayo hukutarajia. Usikose kuungana nasi kwenye episode ijayo. Jam TV Tanzania inakuletea burudani isiyo na mwisho. Like ikiwa unafurahia, share na marafiki, subscribe sasa ili usikose video mpya. Jam TV Tanzania, hadithi na burudani kwa kila mtu.